Movie inafungua, kuna mfanya usafi anaingia kwenye lifti. Sasa akiwa anazishuka floor taratibu, ghafla lifti ikazingua, ikaanza kushuka kwa spidi kinoma. Mchizi akaanza kulia, anaomba msaada. Lia vibaya mno, lakini baada ya muda ikatulia. Muda huo fagio kule, mopa kule, mwenyewe hana hamu sababu ni jengo refu sana. Basi lifti ikaendelea kushuka kama kawaida na mchizi akafika kwenye floor aliyokuwa anakwenda. Sasa swali linakuja kwamba kwa nini lifti ya jengo kubwa kama hili inakuwa na itirafu? Lakini huko kote tutafika. Ni mida ya jioni ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kuna udada anaitwa Debra, anaongea na supervisor wake. Supervisor anamwambia nafasi hiyo uliyopata ni ngumu sana kwa watu wenye degree ya kwanza kupata, na inatolewa mara moja tu kwa mwaka. Akiipoteza itambidi arudie mwakani. Debra akasema kila kitu kimetokea ghafla, sasa nitafanyaje? Supervisor, naomba unisaidie. Supervisor akamwambia lakini nilikwambia visa yako itatoka muda wowote, lakini hukuniambia tarehe na sina hata project moja mkononi. Tumia huu muda kumaliza ile kazi. Kisha akampatia funguo, akamwambia hakikisha siondoke na funguo. Debra anatakiwa kusafiri kwenda nchi za nje kujiendeleza kimasomo. Tutajua zaidi huko mbele. Upande wa pili huku kuna washikaji wawili, Masco na Skudo. Wanachonga funguo, wanataka kwenda kupiga tukio kule Blue Tower. Blue Tower ndo lile jengo ambalo tuliliona kwenye utangulizi, mfanyakazi anapambana na lifti nusu imuue. Skudo akauliza vipi kuhusu chuma? Masco akasema hakuna kuua mtu, wanapiga tukio faster wanaondoka. Kwa hiyo akagonga 5 ishara ya kuonesha kwamba wamekubaliana. Huku upande wa pili kuna hao wanandoa, Beatrice na mumeo Matembo. Wako kwa daktari wa magonjwa ya wanawake. Beatrice amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya kiafya ambayo yamekuwa yakipelekea kuharibika kwa mimba, lakini raundi hii hawataki hilo litokee. Kwa hiyo wakasema watakwenda kwa daktari mwingine ambaye anaweza kuwasaidia zaidi, maana huyu anasema uwezo wake umeishia hapa. Kwa hiyo Debra, Matembo na mke wake Bigi pamoja na Carlos ndio huyu jamaa mwenye nguo ya njano, ni fundi umeme, kaja kutengeneza printer kwenye moja ya ofisi zilizopo kwenye hili jengo. Huyu Bigi tutajua zaidi kuhusu yeye huko baadaye. Kwa hiyo wakati lift inapanda sasa, kama kawaida ikaanza kuzingua. Washikaji macho akawatoka. Bigi akasogea akabonyeza floor namba 35. Akabonyeza mara kadhaa inaandika error tu, ila mwisho ikakubali, ikaanza kupanda na wakashuka fresh tu namba 35. Baada hapo kila mtu akawa anaendelea na mambo yake. Alafu kumbuka kwamba Debra amekuja kumalizia project yake ambayo ataenda nayo nchi za nje. Carlos amekuja kutengeneza printer na Matembo na mke wake wamekuja kumuona daktari. Ila Bigi tu ndo hatujui ana issue gani huko ndani, ila tutajua zaidi huko mbele. Basi Carlos akafika ofisi husika. Kabla hata hajaanza kazi akapokea simu kutoka kwa mke wake anaitwa Pamela. Mtoto wao ni mgonjwa na inahitajika pesa ndefu sana kumtibia, na Carlos naye kipato chake ni kidogo, anapambana sana kupata pesa. Kwa hiyo akamtuliza tu mkewe kwamba kesho akirudi nyumbani kila kitu kitakuwa sawa. Basi mchizi akaanza kazi. Sasa ile anafungua draw hivi akakutana na bunda la maokoto kiasi cha kutosha tu kumtibia mwanae. Akazishika akaziangalia, lakini hakuweza kuzichukua kwa sababu ni fundi mwaminifu sana na hataki kuwa mwizi. Huku upande wa pili Debra anamalizia project yake ili saa 9 usiku awe airport awai ndege yake ya kwenda majuu. Akiwa anaendelea na project, simu yake ikaita. Ni mpenzi wake ndo alikuwa anapiga. Mchizi analia kabisa, hataki mpenzi wake ende nchi za nje. Huku kwa kina Matembo matibabu yanaendelea na daktari akasema kwamba kwa jinsi alivyompima Beatrice anaona atakuwa sawa tu, wala hakuna haja ya kutilia shaka. Pia daktari akamuuliza Beatrice anajisikiaje. Beatrice akasema anajisikia kama tumboni mtoto achezi. Daktari naye akajaribu kuhisi chochote kwa kushika tumbo, kisha akasema yuko sawa, itakuwa amelala tu. Akamuuliza Matembo, mmefanya mapenzi hivi karibuni? Matembo akasema hapana. Kwa nini? Matembo akasema alihofia hali yake kama unavyomuona tu. Daktari akasema mbona yuko sawa? Yuko sawa kabisa. Huyu ana matatizo tu ya muscles construction ambayo inapelekea oksijeni haipiti vizuri kwenye misuli yake, inakuwa inaenda kidogo sana. Kwa hiyo kama mngekuwa mnafanya ingemsaidia sana. Kwa hiyo naomba unisaidie kumweka vizuri hapa ili nimchome sindano. Matembo akamsogelea mke wake. Mke akamwambia, "Umemsikia dokta lakini kuhusu nini tena mke wangu? About mapenzi." Huko kwenye lift tena wakashuka wale washikaji, Masco na Skudo. Sijui wao lift haikuwasumbua, lakini Skudo akawa anapenda sana kujiweka mbele. Anatoa ishara za vichwa tu. Wakati wanaelekea eneo la tukio sasa, Skudo akaona kamera akastuka. Masco akamwambia, "Mtulia bana wewe. Hizi kamera zote mbovu. Alafu mimi ndo kiongozi kwenye hii project." Skudo akamwambia, "Wewe uweze kuniongoza mimi wewe. Labda uongoze njia. Mimi naongozwa na akili yangu, Skudo brand." Njia ikaongozwa. Huku kwa Debra, mpenzi wake anamuomba wakutane basi kwa mara ya mwisho kabla hajaondoka. Debra akawa anasema haiwezekani kwa sababu safari ni usiku huu, lakini pia bado ana kazi za watu. Muda huo Masco na Skudo anazama tu taratibu. Basi wakafika mpaka mlango husika, wakauchokonoa, akafungua, wakaingia ndani. Huku Carlos bado anakomana printer, lakini kwa bahati mbaya akapigwa shoti akaangukia huko. Umeme jengo zima ukazimika paka ofisini kwa daktari. Daktari akatoka kwenda kucheki shida nini. Debora naye akatoka na tochi yake akakutana na daktari. Sasa wakiwa wanaendelea kushangaa, Bigi akatokea mbele yao yuko na tochi pia. Akasogea taratibu akapita pembeni yao, akafungua sehemu ya main switch, akawasha umeme kila kona ukarudi. Huku nako Carlos naye akarudisha fahamu akaamka. Wataalamu wanakuambia ajali kazini.
na Debra naye akarudi kuendelea na kazi yake. Huku kwa kina Skudo na Masko, mission yao ya wizi inaendelea. Lakini katikati ya shughuli, Masko akagundua kumbe Skudo kabeba bastola bana. Tena akamtishia kabisa akizingua na mwaga ubongo. Huku kwa Beatrice njia ya uzazi imefunguka. Kwa daktari akasema wana nusu saa tu ya kumfikisha hospitali. Wakaanza harakati za kumwaisha sasa. Huku nako kuna Afata, Johnny na Debra wanasubiri lifti ishuke. Baada ya muda ikafunguka wakaingia. Afata akaanza kumsumbua Debra na muomba namba yake. Ile lifti inataka kufunga hivi, Bigi akaiwai akaizuia, kisha akaingia. Huku kwa kina Skudo wakapata boksi limejaa hela nyingi kishenzi. Wow! Njoo nisaidie, sio unatoa macho. Kisha akamwambia, najua umemind sana mimi kuja na chuma. Labda nikwambie, sijai kumwamini mtu yoyote kwenye hii kazi. Lazima nijilinde. Basi akamwambia, kwa hiyo nimekosea sana kukupa huu mchongo, sio? Unaanza kuleta tamaa tena. Lazima uwe na akili mbili na zote zinafanya kazi. Niamini mimi, hakuna kutia huruma mbele ya pesa. Kwa hiyo, chochote nitakachosema kuanzia sasa inabidi unisikilize na ufate kile ninachoagiza. Umenisikia mtoto wa mama? Huku anampiga na chuma shavuni. Basi wakakusanya mabunda yao wakaondoka kuelekea kwenye lifti. Huku kwenye lifti sasa, Afata bado anakomaa kumuomba namba Debra. Mara ghafla kama kawaida, lifti ikaanza mawenge yake. Raundi hii kazima kabisa. Mara baada ya muda ikawaka tena, lakini ikawa haisogei. Huku nako Carlos kamaliza kazi yake. Printer inafanya kazi poa kabisa. Akampigia bosi kumjuza kwamba kamaliza kazi, hivyo amlipe. Bosi akamwambia atamlipa kesho, hawezi kumlipa sasa hivi. Mshikaji kinyonge sana akasema poa, akakata simu. Alafu kumbuka kwamba mchizi anahitaji sana pesa kwa ajili ya mwanae mgonjwa. Basi akapaki vitu vyake kisha akaondoka kuelekea kwenye lifti. Sijui umeshaona hii movie inapoelekea? Okay, tuendelee kuangalia. Huku nako Matembo huwa na matatizo ya moyo, hivyo akaanza kujisikia vibaya. Masko na Skudo nao walikuwa wanapita njia hii. Daktari akawasimamisha akawaomba msaada kozi wako na mgonjwa. Skudo akasema kuna kazi tunaiwahi. Lakini si mnaenda kwenye lifti? Masko akasogea kusaidia. Huku nako washikaji wakaanza kupiga kunga wanaomba msaada maana lifti haisogei popote, imesimama tu na kuna joto kinoma. Bigi akapata kichefuchefu akamtapikia Debra. Debra akamweka kofi. Huku nje washikaji nao wamefika, wanasubiri lifti haifunguki. Skudo akauliza, "Oya, hiyo lifti imebeba mawe au?" Akasogea akaanza kubonyeza ifanye kazi. Chizi akaanza kulalamika kishenzi paka daktari akauliza, "Hivi nyinyi mnafanya kazi kwenye hili jengo kweli?" Masko akasema ndio, sisi ni wajenzi humo. Kutoka kwenye kampuni gani? Skudo akatoa chuma akamnyoshia ndugu daktari. Umeshatujua sisi ni akina nani, sio? Basi nenda akamwambie Mungu. Masko akaona tayari mambo yameshakuwa mengi na alimkataza asije na chuma huku. Na ni kweli ameshakuwa mengi kwa sababu ni lazima hawa watu wote wawanyamazishe. Na unafikiri watawanyamazishaje? Ni kuwaua tu ili wasiweze kuwashtaki. Kwa hiyo badala ya kusubiri lifti ikabidi warudi ofisini kwa daktari, ikiwezekana wakawaue huko. Kufika ofisini wakaanza kuwafunga gundi wasichomoke. Pigwa mpaka gundi za midomoni. Wakamfunga paka Beatrice ambaye anatakiwa kwenda hospitali kujifungua maskini. Huko nako lifti haifai, inanuka kishenzi kwa sababu ya matapishi ya Bigi. Wakaanza kumlalamikia jamaa hapo akatapika tena. Huko nako Skudo na Masko wanatoka ili waondoke. Masko akajawa na huruma juu ya Beatrice yule mjamzito. Akamwomba Skudo akamsaidia, anaweza kufa mule ndani. Wewe una akili wewe? Wale wameshatuona. Unafikiri wakijua sisi tumeiba hela huku, yani ni lazima wakutaje hata uwasaidie. Hivyo badala ya kurudi kuwasaidia, wakarudi kuchukua simu zao. Masko akasisitiza tena wamsaidie huyu binti, akifia hapa itakuwa noma zaidi. Skudo akakubali. Beatrice naye akasema hawezi kwenda hospitali bila mume wake. Skudo akakubali pia mume afunguliwe. Kwa hiyo akaondoka watu wanne wakamwacha daktari nyuma. Kufika kwenye lifti wakashuka tena akina Afata na Bigi. Mambo yanazidi kuwa mengi. Katika kurukushani pale Johnny na Afata wakataka kukimbia, Skudo akamchapa chuma ya mgongo Johnny chini. Ila Afata akafanikiwa kutoroka. Msala ndo unazidi kuwa mkubwa maradufu. Kwa hiyo kilichotokea baada hapo ni kivumbi. Ningeendelea lakini siwezi. Naomba nikuachie wewe kumalizia hii series inaitwa Lift kwenye application ya Soga ambayo inapatikana Play Store pekee kwa sasa. Kwa hiyo download application ya Soga, jisajili pale. Kama utapata changamoto yoyote basi wacheki Soga Africa kupitia Instagram, watakupa maelezo zaidi na kukusaidia pia kwa changamoto yoyote. Lakini hakikisha ukosi ili uweze kujua huyu Bigi ni nani. Maana kabeba siri nzito sana kuhusu hii Lift. Vipi Carlos? Atafika kwake salama ili aweze kumpeleka mwanae hospitali? Pia vipi kuhusu Beatrice? Atafanikiwa kufika hospitali ili ajifungue salama au atakufa tu kama wengine? Vipi Debra? Atawahi ndege yake ya saa 9 usiku kweli? Na washikaji nao watafanikiwa kweli kutoroka na hizi pesa baada ya misala yote hii walioanzisha? Majibu yote hapo mjini Soga, maelekezo ndio hayo, hakikisha ukosi. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka, tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. E7 bits.
YouTube channel ni moja tu, E7 Beats hata kama